majina ni Maria Hayanga Shikwe kutoka Nakuru. Mtoto wangu ni Austin Wanyisa aliyeshutiwa Nakuru pale Stadiums. Mtoto wangu ni autism. Tangu mtoto wangu aake hatujaiona haki yoyote ikitendeka. Hatujaiona serikali ikichukua majukumu yote. Lakini tunaona wengine ikifanyika, tunaona wanashughulikiwa mpaka tunashinda, kwani sisi tuko injikani na wale wako injikani. Ama serikali imepakua sisi si watu, wale ndio watu. Kwanza mimi ni mama mjane. Nimelea huyo mtoto kwa taabu. Kwanza ni ule mtoto mwenye hajielewi, hajui kuandika, hajui kusoma, hawezi kuelezea kitu vizuri. Na niko na watoto walemavu kama wawili. Kulea watoto kama hao wafike hiyo size alafu akufa kwaje, ni ngumu sana, ni ngumu sana. Saizi hapa mwenye nimebaki naye, mwenye anaweza wachia sina. Mwenye nimebaki naye hajui kuvaa nguo, hajui kuoga, ni mimi ndio nang'ang'ana. Ninaona ni ngumu sana. Rais wetu kwenye yako atuangalie. Kwa maana anashughulikia wengine, sisi ametutupa mpaka tunakaa na huzuni, hata kwa nyumba kupika, hata kwenda kazi ni ngumu. Sina mwenye anasaidia mtoto ndio niende kazi. Haongeangi, hatulii mahali pamoja. Mwenye alikufa naye hajielewi vizuri. Sasa alikuwa anatafuta huyu mwingine ako wapi ndio akapata risasi huko. Sikujua hata kama amefika huko juu, hakuwa kwa maandamano. Nakuta tu mtoto wangu ako moja risasi akisema tulete ushahidi. Shahidi yangu ni ile pale postmortem peke yake. Mimi nilijua mtoto wangu ako hapa karibu juu, hakuwa kwa maandamano. Hakuwa ameenda maandamano, nilikuwa na yale akanipikia lunch. Akaweka kwa mesa akasema nenda kuleta mwenzangu tukule. Kumbe amepigwa risasi ako moja na mimi sijui. Ninatafuta mtoto ninampata moja. Ni uchungu sana. Ni uchungu sana. Rais wetu kwenye yako ajua sasa tunaumia. Ni uchungu. Kwa majina naitwa Caroline Nduku Mutisia. Mimi ndio mama Erickson Chalo Mutisia. Mimi nilikuwa nataka kusema hivi. Kama hatungeweza kupumua juu ya yule MP anaitwa Owele, tulikuwa tunasikia kila saa anataka justice, na justice yake imepatikana. Kwa hivyo sisi kutoka last year hatujaisikia kitu hata moja. Kwa hivyo tulikuwa tunaomba president vile aliharakisha mambo ya Owele, hata yetu atushughulikie. Juu kila saa 2 weeks hatungeweza kupumua, Owele kila saa alifanyiwa justice yake. Na sisi kama president tunamwambia hivi, atufanyie justice yetu kama watoto wetu. Eric aliuliwa pale parliament. Ni yule alikuwa amevaa white apron. Alisungushwa pale na pale hivi mpaka akalalishwa nje ya bunge kwa gate. Kwa hivyo mimi nilikuwa nataka kuwaambia hivi hao wabunge. 25th nitakuwa kwa street. Nitakuwa the front line kama mama Eric. Nitakuwa hapo. Watupee ruhusa, wakose watupea, nitakuja. Ningesema mimi kwa jina naitwa Violet Wazima. Mimi ni mamake Kevin Madanga ambaye alishutiwa kule Nakuru. Na sina uoga kusema kwamba polisi hawakuua, polisi waliua mtoto wangu. Walishuti kichwa na nimemzika. Kwa hivyo mimi naomba ya kwamba mimi ni mama mjane ambaye niweza kulea watoto wangu, nikasomesha. Nimesomesha huyo mtoto, nikaona kwamba aenda achukue ualimu kule Eldoret. Mtoto aliporudi nyumbani aliweza kushutiwa na polisi. Sasa sina uoga wote wa kusema, na nasema ya kwamba sio polisi, ni polisi waliua mtoto wangu. Na ningesema tu ya kwamba president mahali ako, nina huzuni. Huzuni wangu ni mimi ni mama ambaye sina chochote. Nilitarajia kwamba mtoto wangu atasoma, amalize, anitunze. Sasa yeye already ameenda. Mimi nimebaki peke yangu venye niko hivi.
serikali ama president mahali uko, ninalia juu ya mtoto wangu ambaye alishutiwa na polisi kule Nakuru. Bado ninalia mpaka saa hii. Nataka haki itendeke. Nataka haki itendeke kwa mtoto wangu. Kwa sababu niseme hivyo, kuna mwingine kama Ojwang, nimeona watu, hata ni maajabu nimesikia kwamba kuna pesa ambazo zimetoka, lakini sisi kama mimi nataka niseme kwangu binafsi, uchungu wangu nimempoteza. Sina msaidizi wangu wa karibu, sina yule ambaye anaweza kunisaidia. Kwa hivyo nasema ya kwamba ni nani huyu ambaye anaweza kunisaidia mimi kama sio president atusaidie sisi? Juu mimi niko venye mnaniona hivi, naweza fanya nini? Nifanye nini ili nipate haki? Kuna swali lingine? Nafikiria kwamba penye nimeenda niko baga na nini yenye ambaye hiyo nini ushahidi wangu wa kwanza inaitwa nini, unaweza kunipa postmortem ya wakati mtoto wangu juu polisi walikuwa wakifanya. Sasa mimi naona kwamba kama sio hao hawangekuwa mahali pale wakifanya operation ya ile kichwa, kwa sababu mtoto wangu alipigwa risasi kichwa. Kwa hivyo niko na hiyo karatasi kuzipitisha ya kwamba polisi hao ndio waliua mtoto wangu. Nafikiria nimeweka iko kwa ningesema ya kwamba nafikiria watu wa IPOA wanaelewa nimeshafika kule, na hata hatupewi kitu, tunapewa tu kadogo tu. Wakasema wacha tutaona, na hata hakuna kitu ambacho wanatuambia cha maana. Wanasema tu mama, tumekusikia. Nimeenda huko karibu 3 times. Mara ya 4 wakati nimeenda nikaona kama roho yangu inafifia, kwa sababu wanasema tu enda tutakusaidia, lakini hatuoni usaidizi wowote. Okay, kwa majina naitwa Jacinta Nyango, Mama Kennedy Onyango, yule kijana wa 12 years aliwawa Ongatarongai. Kama askari mwenyewe aisi akakubali kwa sababu hakuna kamera ilimpata. Na tukiangalia hata hii ya jana tuliona wakiwawa, tuliona wakishoot ule mtu wa mask live juu kulikuwa na kamera, ndio maana alipatikana. Hawezi kubali, hakuna siku hatakubali. Hata waleo wale wameshikwa Ojwang hakuna mwenye anakubali. So sisi tunangangana tu, lakini hatuna tumaini yoyote juu hakuna mwenye atakubali. Kama mimi Kennedy aliwao Ongatarongai, nilijua ni kumbe vile walisuti yule mbwa mask, hivyo ndio waliua mtoto wangu akiwa amejibana pali hako, akiona weather iko mbaya anajibana mahali ili wapite apate kuingia pali alikuwa naingia. Na hivyo ndio kumbe walifanya juu tuliona walichokosa yule kijana. Hata tukiangalia kila mtu aliona ukweli, yule kijana alijibana kabisa na maski yake akiwa amebeba hivi, bado wanakuja wanamchokoza mpaka anajaribu kufanya hivi, hii mkono iko tu na mask, hata simu yenyewe ni kama ilikuwa kwa mfuko, na walimsuit. So hawawezi kubali juu hatuna ushahidi ya kutosha, lakini ni hao juu sisi hatunanga gun. Hata wenye wanafanya maandamano wananga gun. Ukiangalia wengi wao wako tuna mawe, hawananga guns.
So hawawezi kubali, hiyo ni ukweli, hawezi kubali. Lakini ukweli ni kwamba waliuawa. Uliwa parliament. Nilikuwa tuna watoto wawili, mbaki na mtoto mmoja. Mimi nilikuwa na uhakika mtoto wangu alikuwa hapo nje parliament. Alianguka hapo chini. Yeye aliniambia alikuwa na usaidizi wa kutosha. Alafu venye alienda kupelekwa postmortem, alitolewa hiyo pisto kwa kichwa. Venye alienda kufanyiwa postmortem huko Kenyatta. Huko wenye walipelekwa huko City Mosque. Venye alifanyiwa postmortem alitolewa hiyo kichwa. Niko na uhakika mpaka niliona. Na swali lingine. Kama wazazi tuko na huzuni, tumepoteza watoto, lakini mwenye president ashughuliki na sisi. Si machozi tu iko kwa roho. Kila siku mtoto wangu ananiuliza, sasa kijana wetu alienda hivi. Tuna chochote, huyo ndiye alikuwa tegemeo yetu. Sasa huzuni imejaa kwa nyumba, hata hakuna amani tuko nayo. Mtoto alikuwa tegemeo yetu. Sasa machozi kila siku kwa familia, tunatafuta suluhisho. Sisi tungeomba tu justice, haki itendeke tu. Juu sasa tunalianga usiku na mchana, huwezi pata mtoto hata ufanye nini. Lakini hao askari ndio waliua watoto. Tuko na hakika. Juu hata mtoto wangu alianguka hapo parliament hapo nje. Aliokotwa hapo nje na hiyo gari ya polisi. Haki itendeke, yani wajaribu kutafuta venye tutapata suluhisho ya kupata mtoto. Yani huwezi pata mtoto, lakini ajaribu at least mzazi asikuwa analia miaka yote, apate at least kitu anaweza jisaidia nacho. Mtoto alikuwa tegemeo yake. Sasa huyo mtoto alikuwa ako kazi mahali, alikuwa hata ananisaidia mpaka na fare mahali nilikuwa naenda. Sasa sina mtoto naweza tegemea. Sasa mimi naomba tu justice itendeke na haki, tupate haki yetu wazazi. Tuko na machozi kwa roho. Huyo mtoto ndiye alikuwa first born wangu. Kama mtoto niko nayo kako primary. Sina yote saa hii. Baba yake haiko kazi, mimi siko kazi. Mtoto ndio nimemsomesha, amemaliza shule, akapata kazi mahali kampuni. Ndio sasa ameenda ameniacha. Na ndiye alikuwa tegemeo yangu. Sasa nataka tu haki itendeke. Tumeomba tu president wetu asikie maombi yetu. Hatuna maneno mingi, afanye atupatie haki yetu. Mtoto wangu ndiye alikuwa tegemeo. Alishutiwa pande ya Nakuru, alipigwa risasi 3. Lakini mimi venye alishutiwa niliitwa na akapelekwa theater, na venye nilienda kumwangalia nikakuta ameaga. Alishutiwa risasi 3 ya tumbo. Mimi nitaweza sema wenye wanatutiaga moyo ni Imro wanakaaga, wanatuita, wanatutia moyo sana. Wanatuletea kansori, wanatuletea madawa, na kanisa yenye nashiriki huwa anakuja na wananiangalia. Maisha yetu si mzuri, maisha yetu ni mbaya. Juu tunakaaga tukifikiriaga serikali itatuangalia, tunakaa tukidhaniaga Kenyans watatuangalia, lakini hakuna mtu mwenye anatuangalia. Tumekaa tu hivyo. Ndugu yangu ni Kevin na jambo mwenye hapo CBD. Ni kijana mdogo sana, hata idea kwa mchukua ndani hiyo. Nimesikia mwingine hapa akisema ati president alisema atashughulikia sasa nini. Hakuna mtu mwenye history ya Kasongo hapa kwa hakuna mtu mwenye ajui
story ya Kasongo vitu ngapi amesema anafanya hakuna kitu kufanya. Akisimama anasema ametenga pesa hakuna kitu kufanya. Bado mandugu zetu kwa wanaendelea tu kuuliwa. Tutaishi Kenya hivyo mpaka lini? Hii Kenya kuna president kweli? Kuna justice kweli? Kenya yetu kweli? Tunaishi wapi? Tuko Kenya kweli? Ni hata mshindo tu sana. Kama kijana mdogo kama huyu anauliwa anakufa. Sasa hao wenyewe wanakuja itakuwaje? Mimi naomba tu president anye penye yuko. Sitamdharau, acha nimwambie tu daktari. Hebu tusikize. Rudi tafadhali Kenya. Yaani fanya kitu. Acha kuongea, fanya kitu. Mama wangu saizi ana uwezo. Mimi ndio namwangalia. Huyo ndio anapiga boost. Saizi hayupo ni mimi nashika mama yangu. Naomba tu president Joe afanye kitu halali. Si hata story hazitusaidia hata kidogo. Hiyo tu. Yule kijana wa 12 years aliwawa hakuwa anatia. Kijana aliendea kitabu ili aendelea kusoma. Kijana wangu alikuwa anachora, hata angekuwa hapa vile mmekaa hapa anachora na kila mtu na kala yenye nguo yenye alivaa. Hiyo ndio ilikuwa nini yake. Lakini walimuua. Kwa saa hii wameacha bila mtoto. Nimebaki na watoto wale ni wagonjwa. Ndio maana umeona nikisikia huyu mama anaongea nimeumia sana. Juu hata mngekuja kwangu nyinyi wenyewe mungeumia, mungelia kama mimi. Niko na watoto wawili wako na sickle cell anemia. Hata saa hii msichana haendi shule. Kwa hivyo ni mwenye nilikuwa nasomesa nikiwa nimeweka kila kitu juu yake ni Kennedy Onyango. Chenye inaniuma kaunti yangu ni Homa Bay. Mnaona vile Ondowere alikufa, vile wamama walishughulika. Naongea tu kwanza kuhusu wamama. Gladys Wanga, Bensouda, Millie Odhiambo walishughulika haraka na kila kitu kafanyika. Lakini Kennedy alikuwa mtoto mdogo. Hata hakuwa amefanyia mtu makosa. Hajawahi tusi hata mtu. Alikuwa tulifia. Lakini hawakushughulika, hakuna mwenye alishughulika, hakuna mwenye aliniangalia, hakuna mwenye alinipigia simu. Sipokuwa ni Orengo alikuja kwangu. Orengo pia alikuja kwangu. Na sasa alitenga. Ni kama ameingia kwa hii group ya kutenga. Aliniambia yeye na rais, yeye na baba watashikana na watameshwa mtoto wangu apate haki. Hakuna. Hata nimetuma message mara mingi. Hajaijibu. Hata nikituma tu hajai nisalimia, hajui kama nipo, kama nilipoteza. Na hata huyu rais jameni, kwa nini alitenga mtoto wangu? Nilipigiwa simu na Itumbi Dennis, akaniambia rais anataka kuongea na mimi, lakini kwa nini alitenga? Aliniambia mama Kennedy nitakuita. Hadi walewa janiita. Sijui alikuwa amepreshiwa, sijui ni nini ilimfanya. Mpaka walewa hajainiita. Na naona anafanya mambo zake, anaendelea na maisha yake. Ni vile sina uwezo. Na hata yeye sina mtu wa kunishika mkono. Inaumia. Si rahisi. Wamama tunapitia hali ngumu sana. Naomba serikali uweze kuturudisha watoto wetu juu ni sawa chukua, lakini tafadhali tuite kama wamama, angalau tukue na hiyo ndio miletu. Akituita hivi kama wamama wale walipoteza watoto, afadhali juu hata hao maskari watakubali. Kenya ni Kenya na tuko hapa Kenya na tumezaliwa Kenya na watoto wetu tumewazaa Kenya. Tunajua shida ya Kenya. Hakuna ukweli itatendeka. Yafanye tu side yake kama rais. Angalau tutakuwa na amani kidogo. Hata watoto wetu watapumzika. Hawezi pumzika leo na lia, kesho na lia, mtoto hawezi pumzika. Ndio tunaomba. Na mtu yoyote anaweza nishika mkono, hata mimi nimekuwa na watoto wawili na wako wagonjwa. Naomba tu jameni. Huyo Kennedy alikuwa kila kitu, sio maji, sio nini. Mimi sasa nimebaki hivi, sina kazi.
Imagine wakina Hussein wanaweza sema na waomba hadi pesa ya dawa, na wapigie simu, tafadhali leo nitumie 100 ninunue dawa. Asanteni. What I can say for now is I know IPOA have put in work. I cannot speak conclusively about them being compromised. It was very unfortunate even in the recent incident of Albert Ojwang, where IPOA, being an independent police oversight authority, was caught having a media briefing together with the persons they're supposed to be investigating. That was a very unfortunate incident. And in as much as I cannot say with conclusivity that they have been compromised, I can say that IPOA are actually holding back the wheels of justice. Because justice delayed, we can certainly say in no uncertain terms, is justice denied. And we do not see why it has taken a whole year for them to come up with evidence, to come up, to just bring themselves up and say, you know what, we are taking this to inquest, we are taking this to DPP. Or if they have been stuck, they come out and say, we have done our best, but this office at this place and this place has refused to cooperate with us and to see the wheels of justice turning. So right now we can say, without a shadow of doubt, that IPOA are actually renegating in their duties. About their compromise, I will not speak on, but they have renegated in their duties. That I will say, without a shadow of doubt. Mnaweza imba kidogo tu wimbo. Hapa hivi kidogo.